Asilimia kubwa sana ya watu ambao wanafanya matangazo katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram huwa wana ile kawaida ya kufanya maboresho kwenye matangazo yao kwa yani ndani ya muda mfupi sana. Mtu amerun tangazo rate asubuhi, kufika mchana akiona hamna chochote ambacho kinaendelea, basi anafanya modifications kama anabadilisha picha ama anabadilisha targeting au even hata kuongeza budget ama kuipunguza. Ni miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakivifanya, lakini binafsi kwa experience ambayo niko nayo ni kitu ambacho huwa kinaharibu matangazo mengi sana, kwa sababu huwezi ukajaji tangazo ndani ya muda mfupi. You never know tangazo lako liko katika hatua gani, huwezi ukajua tangazo lako limefanyaje. Na nimewahi kuzungumzia pia kwamba vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia kabla ya kuamua hilo tangazo lako kulizima. Na by the way, kwa upande wangu binafsi huwa napendekeza zaidi muda ambao unaweza kuutumia kwa ajili ya kuweza kuamua kwamba okay, ile tangazo limesha zingua au linaleta kitu ambacho ni kizuri, angalau kuanzia siku 3 mpaka siku 7 hivi unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kufanya hiyo decision kwamba nifanye modification au niliache ile tangazo liendelee kulani katika hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook. Otherwise ukifanya modification ndani ya siku ya kwanza, siku ya pili, masaa kadhaa ndio umefanya modifications, unaharibu sana hayo matangazo yako, na pengine inaweza kawa ndio sababu ambayo inapelekea wewe unashindwa kupata matokeo mazuri. Unajikuta tu budget yako inazidi kwenda na hakuna kitu ambacho unakitengeneza. Kwa sababu iko hivi, ukifanya hata modification ndogo sana kwenye tangazo lako, ina maana kwamba litazima and then litaanza upya, na the more linavozimwa na kuanza upya, na maana kwamba hata ule mchakato ambao ulikuwa linapitia wa kuweza kufikia wateja wako kutafuta zile samples, inabidi unakuwa umesimama. Sasa unarudi tena mwanzo, kwa sababu lazima tena utapitia zile hatua za kwanza. Sijui utalisubmit tangazo Instagram na Facebook walione kama liko fresh, linaweza likaonekana kwa watumiaji wa mitandao yao, and then waweze kuliachia pia lianze kutafuta sample, na mwisho wa siku liweze kuwa optimized. Sasa hiyo michakato yote the moment umestop tangazo au umefanya modification yoyote, ina maana kwamba unaanza mwanzo, tangazo linakuja upya tena. Kwa hiyo unajikuta ile budget ambayo ulitumia muda ule haijafanya kazi yoyote. Unavorudi tena linaenda siku 2, unaona hamna chochote, unaamua tena kulizima. Kuna budget ambayo unaipoteza mwenyewe hapo bila kuweza kutumika kuleta matokeo ambayo ni mazuri ama kuleta impact yoyote kwenye matangazo yako. Kwa hiyo acha kabisa kufanya modifications muda mchache sana au muda mfupi baada ya kuwa umerani hilo tangazo lako. Yaani tangazo likisha kuwa active, kuna baadhi ya mistake unaweza kuwa umezifanya, lakini ukiona kama haziwezi ka impact sana tangazo lako, it's better ukaziacha hivyo and then uje uamue angalau kuanzia siku ya 3 mpaka wiki 1. Hapo unaweza kupata majibu mazuri zaidi kuliko kama utaamua kufanya modification ndani ya muda mfupi. Ni kitu ambacho kitaharibu vitu vingi sana, na mwisho wa siku utajikuta unapata matokeo ambayo si mazuri sana. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata kitu ambacho ni bora, kitu ambacho kitenda kukubadilishia biashara yako kwa namna moja ama nyingine, na mwisho wa siku ukaweza kufurahia uwekezaji wako ambao unaufanya katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hizi episodes zinaweza zikawa ni msaada mkubwa sana kwake, basi hakikisha unashare naye. Lakini pia usisahau kuniachia comment katika upande wa comment, ni kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani ambacho unawishi kujifunza kupitia episodes za podcast hii. Mimi naitwa Joram Tanzania.